Uhari gani mtazamaji wa Meatu TV, ikiwa ni Jumatatu tulivu, Jumatatu ya mabashashashasha, ikiwa leo ni tarehe 15 Juni 2026. Ni ukaribisho wewe mtazamaji wa Meatu TV, wewe shabiki wa Meatu TV katika kipindi cha Morning Connect, ambacho tunazungumza hapa ama tunachambua magazeti katika kurasa za nyuma za magazeti na kurasa za mbele za magazeti. Langu jina ni Fauzia Juma ama nite Phantom 47. Utakuwa umetisha sana. Lakini hapa studio niko na Kelly Mwaisoba. Huyu ni Akiusa. Kelly, habari za asubuhi? Njema kabisa Fauzia, msukuma, sijui wewe unaendeleaje? Mimi msukuma. Nyumbani umewachaje? Nyumbani macho amelala, tunaangalia kombe la dunia. Boss sijajua wameamkaje, ila nimewacha amelala, naamini ni wazima. Mimi nimeangalia mpaka saa 12. Nikasema ni why Morning Connect. Saa 12:30 nipo hapa. Yani ili kombe la dunia mpaka likiisha tutakuwa tumekonda sana. Sema kuna ladha yake fulani vile unaipata. Unapatikana. Sawa. Mkononi mwangu na gazeti la Majira, na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, pia na gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, na gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Kwako Kelly, una gazeti gani? Nina gazeti la Mwana Sports, kata kiu ya michezo na burudani. Nitakupitisha katika habari za michezo kurasa za nyuma. Sawa. Na anza moja kwa moja na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Habari kubwa kabisa inasema askofu, vijana acheni kushiriki maandamano, awataka wajiingize kwenye uwekezaji kiuchumi, aimiza wachangamane fursa ambazo wametengenezewa na serikali. Habari yote ipata ukurasa wa 4, na habari picha inaonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza na wananchi wa tarafa ya Kiomboi jana katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye uwanja wa shule ya msingi Lulumba, wilaya ya Iramba, mkoani Singida. Na habari nyingine nasema Waziri Mkuu ataka tatizo la maji Mwanza litatuliwe ama lipatiwe ufumbuzi. Kelly, jana Waziri Mkuu alikuwa kwenye ziara zake zile na alikuwa mkoa wa Singida. Tunaona ni tour anayoendelea ya kuonana naye na wananchi. Na akasema kwamba kwenye taarifa yake alipokuwa anazungumza na wananchi, alipigiwa simu ama alipata ujumbe kwamba wananchi wa mkoa wa Mwanza, jiji la Mwanza, hawapati maji. Na akatoa taarifa kwa waziri wa maji Juma Aweso, tatizo la maji Mwanza ni aibu. Jiji kama Mwanza ni aibu kubwa sana, na alimwagiza aende akatatue tatizo hilo la ukosefu wa maji. Habari nyingine nasema wataalamu wa meno waonesha umuhimu wa simulation. Habari hiyo utaipata ukurasa wa 16 magazeti hili la Majira. Habari nyingine nasema taasisi za umma zaimizwa kusimamia mali za serikali. Inaika kando gazeti hili la Majira na kamata gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari kubwa kabisa inasema Dr. Slaa aibuka na msimamo Chadema, ni kuhusu makada wanaorudi katika chama hicho cha siasa, agusa katiba mpya na uchaguzi mkuu uliopita. Habari hii utaipata kurasa wa 2 gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari nyingine inasema wanachuo wauawa kikatili, chumba cha chomwa moto, wivu wa mapenzi watajwa, polisi wa mnasa anayedaiwa kutenda ukatili huo. Jana kamanda wa jeshi aliweza kuzungumza, wamemkamata mshtakiwa wa tukio hilo. Kelly, ili tukio linasikitisha. Wivu wa mapenzi. Watu wawili, wanawake wawili wamefariki. Hatari sana. Inaumiza sana, nasikitika. Wazazi wanakuwa wanapambana watoto wasome, waje wasaidie familia, unafika huko afu unaanza kufanya vitu vya ajabu, unaingia kwenye
ugomvi na chuki ambazo hazina maana. Tena kwenye masuala ya kimapenzi, mahusiano, kitu ambacho unawaza hivi watu hawa ni vitu vingine ambavyo wanawake wengine wanavyo na wanaume wengine wanavyo, ni hivi. Unajua Kelly, au watu wanapeana vitu vya ziada. Unajua Kelly, mimi kipindi nasoma niliambiwa kwamba na walimu yaani hayo mambo ambayo unataka uyafanye sasa hivi yaweke kando. Soma, ukipata kazi ukishaachana na masuala ya masomo, umemaliza, utafanya mpaka utachoka. Sasa hiyo kauli ni kauli ambazo tumekuwa nazo. Yaani ukisema hivyo mimi nimemaliza kusoma lakini bado nakuta mtu una haso upati mtu sahihi. Yaani ile ni motivation kwamba walimu wanakuambia ili umalize masomo, usome, ufaulu vizuri. Lakini baada ya kumaliza, mimi ninachoamini kitu moja. Ngoja nikupe kabla hujaendelea. Kwa unataka kusema kwamba wanafunzi waingie kwenye mahusiano? Hapana, lakini pale ambapo inawalazimu. Hamna wakati mgumu sana wa kutafuta partner mzuri baada ya kumaliza masomo. Sehemu ambayo ina mkusanyiko wa watu, sehemu unaokutana na watu ndio sehemu sahihi unaweza kutafuta mtu wako. Lakini si sahihi kuwa na mpenzi ama kuwa na mahusiano katika ukiwa unasoma. Ukishasema chuo tayari wewe ni wa matured, wewe ni mkubwa. Tunazungumzia walimu walikuwa wanazungumzia ile form 1 mpaka form 4. Pia mimi naona wewe ukamzuia mtu wa chuo. Mpaka chuo. Na shida. Tuendelee. Hivi naona mpaka chuo. Ndio chanzo cha wivu wa mapenzi mpaka mnauana. Unajua chuo ndio sehemu sahihi ya kupata experience ya maisha. Sawa, tuachane na huko. Nijibu, chuo ndio sehemu ya kupata experience ya maisha. Ndio, najua, lakini ukiwa na lengo fulani, unajua chuo ukiingia ukidili sana kwenye mambo ya mahusiano, aiseni unapotea. Inategemea umeingiaje. Unapotea. Inategemea umeingiaje. Sawa. Tishie hapo. Habari nyingine nasema Tanzania inavyoibuka kinara kuokoa mama mtoto barani Afrika. Habari hii itaipata ukurasa wa 4 pia na ukurasa wa 5. Habari nyingine nasema safari ya mabasi usiku za chochea ukuaji wa uchumi. Habari hii itaipata ukurasa wa 16 mwa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na kamata gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Dr. Mwinyi kuongoza Waislamu kukaribisha mwaka mpya 1448. Habari hii tuipata kurasa wa 2 mwa gazeti hili la Zanzibar Leo. Habari nyingine inasema ashiriki mazishi ya Mzee Onyango. Ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi na Mama Mariam Mwinyi wakiweka shada la maua katika kaburi la msanii mkongwe wa sanaa ya uigizaji Tanzania marehemu Isa Joseph Muhammad maarufu wanamuita Mzee Onyango. Habari nyingine nasema ZMBF Humanity zajadili ushirikiano kuimarisha huduma za afya. Habari hii utapata ukurasa wa 3 mwa gazeti hili la Zanzibar Leo. Lakini habari nyingine nasema Israeli yaendelea mashambulio ya anga Lebanon. Habari hii utapata ukurasa wa 9 mwa gazeti hili la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Naeka kando gazeti hili la Zanzibar Leo na kamata gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Habari kubwa kabisa imekolezwa na wino mweusi inasema Dr. Mwigulu, serikali itaendelea kulinda uhuru wa kuabudu. Masuala ya kidini. Ndio. Kwamba uruhusiwi kumzuia mtu haki ya kuabudu. Ninasema kwamba asema serikali itaendelea kuimarisha ushirikiano na taasisi za kidini, akiri mchango mkubwa unaotolewa na taasisi hizo katika kujenga maadili, amani, mshikamano na maendeleo ya taifa. Na habari picha inaonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Habari hiyo ipata ukurasa wa 3 mwezi la Wamachinga. Habari nyingine nasema Profesa Shemdoe abana kampuni ya CRBC ujenzi barabara 7 Ubungo. Aipa siku 14 kukamilisha barabara zote ifikapo Agosti 14, 2026. Habari hiyo itaipata ukurasa wa 3 mwezi la Wamachinga. Lakini habari nyingine nasema mazungumzo CCM ACT mwanga mpya Zanzibar. Kigogo ACT waambia wajumbe yanakwenda vizuri kwa sasa,
awatoa hofu wanachama. Ndio. Habari hii utaipata ukurasa wa 3 mwa gazeti hili la Wamachinga, na ni kamishna habari ambayo inasema waziri mkuu aeleza mkataba barabara Kitusha Kisiriri ulivyosainiwa. Na habari utaipata ukurasa wa 2 mwa gazeti hili la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Nikaribisha Kelly utupitisha katika kurasa za nyuma za magazeti. Kunani huko? Kombe la dunia linashamiri NBC Tanzania bara hapo jana mnyama. Asante bwana Phantom 47. Kwa mimi ni bwana. Bwana Phantom. Wewe ni bibi. Lakini sio bibi mkongwe. Bibi sio bibi. Bwana, naanza na gazeti la Mwana Sports, kata kiwa michezo na burudani. Habari picha inaonyesha mchezaji wa Sweden hapa anaitwa Ilan Kunda. Huyu ndiye Mtanzania aliyefunga bao kombe la dunia. Makocha wengi wakiamini ana kila sifa za kuwa mmoja wa nyota wakubwa duniani. Ukitaka habari kwa ukubwa zaidi, basi kamata gazeti hili. Yanasema beki Azam mezani Simba. Beki gani? Ligi inaenda kuisha, tunaona usajili unakuwa unaanza kunukia. Ndio. Yanasema Libasige Mpazu watupia ikomalia Yanga kileleni. Hii ni baada ya mechi ya jana Simba Sports Club wakicheza na Pamba Jiji. Watoto wa Francis Baraza, Simba iliweza kuchomoza na ugoli wa ushindi wa 2-1, lakini pigo kubwa ni kwa golikipa Kaisar anashinda kulinda clean sheet. Yanga yabadili mbinu za vita. Hiyo ni nini? Ni kuendelea kujiandaa na michezo hiyo ipo mbele yao. Mchezo unaofuata tuzana tarehe 18 zidi ya Fountain Gate, atakuwa ni mgeni. Kwa habari zaidi utapata huko, lakini Mwana Sport wametuwekea ratiba ya leo. Kutakuwa kuna mechi ya mapema kabisa hii katika kombe la dunia, na hii ndo mechi ya mapema zaidi saa 1. Ni Spain zidi ya Cape Verde. Wanasema karibu katika show za vijana wa kizazi kipya ni wamejaa pale. Spain kina Lamine Yamal, kina Nico, na wakuta pale wamejaa, wamesheheni. Gazeti la Majira linasema Simba Sport Club yaendelea kuipumulia Yanga kisogoni. Ukitaka ujue imepumuliaje? Kwa Yanga iko mbele, Simba anapumua. Unajua ile mtu anakupumulia nyuma unasikia kabisa moto. Unapata pambana. Na hii baada tayari kuna tofauti ya gap ya alama 2. Simba pale ana Yanga na 65, Simba na 63. Yaani ni wanakimbizana. Ni aidha mmoja apoteze au na mwingine apoteze. Yaani kila mtu anamwambia mwenzie azidi kupoteza. Inasema michezo shuleni chachu ya kukuza vipaji. Unazungumzia mambo ya umitashumta. Umecheza umitashumta wewe? Nimecheza. Umecheza uko unacheza mchezo gani? Mimi niko nacheza netball. Netball. Nikajua unaniambia nage sijui rede. Naita rede? Rede ile kurusha. Kurusha. Hiyo ni rede. Hiyo hujacheza kabisa. Hiyo nimecheza mtaani kwetu, mtaji wa mama tunacheza. Huo ndo mchezo pendwa kabisa wa Mpemba. Mpemba anamchukua mkewe, anachukua majirani zake, anaanza kucheza nede. Ni michezo katika gazeti la Nipashe nasema tahadhari ya moyo kwa wanamichezo. Hii tunaona baadhi ya wachezaji wakiwa na shida ya ugonjwa wa moyo na wengine napelekea kustaafu mapema. Tuna mfano mchezaji wa Denmark Eriksen ambaye sasa hivi alikuwa anacheza Bundesliga Ujerumani, timu inaitwa Wolfsburg, ambapo alilazimika kuanguka zaidi ya mara 2 katika wakati tofauti. Morin ataja Yanga Sports Club ilipowazidi Mashujaa. Mechi iliyopita Yanga katika zile tambo zote za Julio, baba hapo anatembea anatingisha makalio mwili nini, kimya alivyofunga naye akaiga. Muda naye akaenda akamliga leo akamlipa leo.
Simba ni kasi Simba ni kasi ile ipi back to back ushindi, wanakuwa wanapeleka moto moto juu ya moto, timu zinashinda, wachezaji wanafunga. Wate performance kwa wachezaji. Zanzibar leo Dr. Mwinyi uwanja wa Afcon chachu wa maendeleo michezo. Hii baada ya kwamba nchi yetu Tanzania na Zanzibar zitaungana katika maandalizi ya Afcon, ambapo kule kutatumika kiwanja kimoja na huku kutatumika viwanja. Yani jana alikuwa anafuatilia na kagua. Alienda kutembelea. Simba yaichambua Pamba Jiji. Imechambuaje? Kutaka kujua, kamata gazeti la Zanzibar Leo. Watu wanachambuliwa kama mchere. Lakini Pamba Jiji walijaribu kujitetea na walionyesha mchezo mzuri sana. Haikuwa kinyonge, haikuwa rahisi. Kwanza goli, umeona mtu alipochukulia? Niliona mtu kakalishwa chini tena bwana. Mtu kaminywa kakaa chini. Ile dharau ile ni ngumu sana. Wamachinga Sports, Mabula awadili timu za Ulaya. Huyu ni kiungo mshambuliaji wa timu ya taifa baada ya kuachana na timu ambayo wanacheza huko. Baadhi ya timu zimeanza kumvutia na wakihitaji huduma zake. Naona bwana Phantom bana. Mabululu atim Karibia vilabu vitani. Mabululu bwana anakuwa anaimba sana. Ashakujaga hapa, alisumbua sana Tanzania katika michezo ya kimataifa. Simba ya komaa kumbakiza Gomez yupo kwa mkopo. Gomez yupo kwa mkopo. Alitolewa kwa mkopo na Casablanca. Timu ya Morocco hii. Lakini sasa hivi inaonekana back to back performance yake, wanahitaji endelee kubaki. Ana mchango mkubwa ndani ya Simba Sports Club. Kwa sababu japo muda mwingi anakuwa anaingiaga sabu. Anaanzia sabu, ni wale wanakuambiaga super sabu. Yeye ni miongoni mwa super sabu. Akiingia mechi zinabadilika, mechi zina mchezo na una change, mambo yanaenda vizuri. Jana alikosa apiga mwamba. Jana mchezaji bora wa mchezo Libasa Gwe. Alichukua sababu. Na upande wa Yanga kama kawaida Mudasiri alichukua. Hapana, Alani Okelo. alichukua. Ningeshangaa sana siku hizo simtaje Alani Okelo, hata Mpemba mwenyewe asingekuwa na amani. Sababu ana kitu. Mimi najua wewe ni mnafiki, wewe ni mchawi wa Yanga tu. Hapana. Mimi ni shabiki kindaki wa Alani Okelo. Boy. Bana, michezo mingine jana iliendelea. Tunaona Tanzania Prison inakuja na surprise. Jana Dodoma kakalia. Jana walipigwa pali 3-1 Gwaride. Mpaka unawaza hivi watashuka kweli? Naona vijana wa Shadrack Msajigwa wanafanya kazi kubwa. Wanacheza mpira, wametuliza pressure, na nina uhakika michezo iliyobaki wana hatihati kushinda zote, kwa sababu September alifunga kule. Mimi namuitaga Faza na mpira fani wa kifaza, tembea yake uwanjani nini. Hapo kwenye kujazia mimi sijasema. Sawa. Wengine ambao ilipigwa jana. Mchezo mwingine ndio huo Simba alicheza, lakini pia Tanzania Prison pia alicheza, ambapo aliibuka na ushindi wa 3-1. Simba akaibuka na ushindi wa 2-1. Hiyo ndio michezo iliyocheza jana. Lakini pia kombe la dunia ilipigwa michezo, ambapo Ujerumani kwa kishindo kikubwa sana. Ni ushindi ambao Brazil wakikaa kikumbuka kombe la dunia iliyopita alipigwa 7. Kwa zile 7 jana zimefunguliwa. 7-1 wachezaji Mecha tunaona wamepewa nafasi, wanajaribu wanaonesha. Kai Havertz kaingia kambani mara 2. Huyu ni mshambuliaji wa washindi wa EPL Arsenal the Gunners. Mchezo mwingine
tunazungumzia Sweden na Tunisia. Sweden timu ya wale wazee wa jana Arsenal wametakata, huku ameshinda na huku ameshinda 5-1. Lakini pia mshambuliaji wa Liverpool Isaac pia alifunga. Mchezo wa mwisho kabisa timu ya wale wazee wa jana Arsenal wametakata, huku ameshinda na huku ameshinda 5-1. Lakini pia mshambuliaji wa Liverpool Isaac pia alifunga. Mchezo wa mwisho kabisa unazungumzia Cote d'Ivoire ambao pia Amad Diallo mchezaji au mshambuliaji wa Manchester United alipatia timu yake Ivory Coast ushinda goli 1. Sawa, nadhani hatuna la ziada. Ndio tumemaliza kwenye madini. Tunaenda kwenye madini. Hapo mdogo yule ana madini inabidi anao ya kutosha. Na tumezaminiwa na JJ Mining. Tutaenda kumpa elimu kuhusiana na JJ Mining. Ndio hivyo? Ndio. Asante sana. Tuseme tu bye bye, lakini usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Sehemu zote. Unaingia TikTok, utaingia Instagram, utaenda YouTube, ni Meatu TV Online official. Nyuma ya kamera ni babake na Zainabu, babake na Zainabu, mjombake na Faisali. Sisi tunasema tu tunampa saluti nyingi sana, anatufanya tunang'aa, tunaonekana vizuri na mnatuona goody. Tuseme tu bye bye hadi kesho siku ya Jumanne.